Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba siku ya leo imekuendea shwari. Kwa moyo mkunjufu na karibisha kwenye makala ya Wako Wapi. Jina langu ni Mary Kilobi Atwoli. Mtazamaji, hii leo tuko katika kaunti ya Machakos. Tumekuja kumtafuta yule ambaye umekuwa unamuulizia kwa muda mrefu, si mwingine ila ni Mheshimiwa Kalembe Ndile. Wacha nifike kwake, atatuambia anafanya nini siku hizi. Tuko nyumbani, tutajua nini anafanya katika muda usio kwa mrefu. Halo Mheshimiwa. Yes. Na kuona uko busy kweli. Yes. Hivi ndivyo unafanya kila siku? Karibu. Shikamoo Mheshimiwa. Hali gani? Naendelea. Sisi tunakutafuta kwenye makala ya Wako Wapi. Hapa ndipo upo. Hii ndio kazi unafanya kila siku? Saa nyingine tunafanya hii kazi. Ndege wengi kweli. Ndege ni wengi. Wale moko waweka ni wakuuza ama ni wakukufurahisha? Maridadi tu. Ni kama maridadi? Hospital hawezi kuattack mtu Hawezi. Na anaweza kusaidia kumlisha kidogo? Anaweza kumlisha kidogo. Na huyu. Mheshimiwa, basi utatuambia katika makala haya uko wapi siku hizi, unafanya nini? Maana Wakenya wamekuwa nakuulizia sana. Umeenda chini ya maji? Siku hizi nafanya kazi ya mkono, nafanya kazi ya kupikia watu chai, andazi kidogo kwa hoteli kidogo. Naam. Tulisoma mahali kwamba unafanya kazi pahali, utatuambia katika muda usio kwa mrefu. Nashukuru sana kwa kutualika hapa na kuturuhusu kuzungumza na wewe. Hizo nini vile zinakaa mzuri, zimepanga laini kwa maji. Ni vizuri kulipanga, ndio hata kama utaki 2022 kusumbukana na watu. 2022 niko Mavoko. Mwanasiasa ni mwanasiasa tu. Niko Mavoko. Mheshimiwa, asante sana kwa muda wako. Nashukuru. Umetukaribisha hapa vizuri. Umeweza kuzungumza nasi. Wakenya ambao wamekuwa wanakuulizia uko wapi siku hizi unafanya nini, sasa wameweza kujua penye huko. Wapiga kura wa Mavoko wamejua unakuja. Napiga kuku. Karibu na nyinyi. Wamejua unapika kuku, uko na samaki hapa wa kuvua na kadhalika. Shukrani sana kwa wakati wako. Karibu tena. Na Mheshimiwa, kando na kuweka ndege wako, wanyama, ni kitu gani kingine unafanya? Kwa sababu watu hawakuoni ukizungumza sana, wangependa kujua ni wapi unapatikana sana kando na hapa. Kando na hapa napatikana pia Mombasa. Wakati wa election ndio tukue na mkutano wa mwisho wa President Uhuru hapa Uhuru Park. Nilienda kupanga hiyo mkutano, tulikuwa na Governor Songo. Na saa 7 saa 8 usiku nikirudi nyumbani nikaanguka na gari. Nikagongana na gari, nikavunjika mguu. Pole. So sana wakati kuna baridi hapa naenda Mombasa kukaa kidogo huko. Kufanya biashara huko kidogo. Nauza mchanga, nauza mawe, wale wanajenga. Naam. Biashara kidogo tu. Umezungumzia Mombasa na kuna wakati ambapo kwenye mitandao ya kijamii na bloggers walikuwa wanaandika wakisema Mheshimiwa siku hizi anauza pombe, anafanya kazi ya baa, ameajiriwa na gavana fulani. Sijui kama ni ukweli ama walikuwa wanakuekelea. Ati Rais Kenyatta alikuja akakuokoa kwa biashara ya baa. Je, ilikuwaje hiyo story? Hiyo story ni watu walikuwa wanataka kuuza magazeti yao. Kwa sababu in fact mahali lilikuwa ni hoteli kubwa. Nilikuwa nakaa hapo. Niliuliza Gavana Songo wakati nilivunjika mguu, wakati sijisikii vizuri, wakati wa baridi naenda huko. So saa nyingine ilikuwa tu namsimamia kazi zake saa nyingine hivi. Kama rafiki. Nisikae bure. Na pia nikifanya kazi ya kumsupply na mchanga nini hivyo akijenga. Umemtaja Rais Uhuru Kenyatta na kuna wakati ulisikika ukilalamika sana ukisema kwamba pengine rais amekusahau, kumekuwa na usaliti, ukilalamika kwamba chama chako ulikipeana ikawa ni chama cha Jubilee na kidogo hawajatimiza yale walioahidi. Unajua mbeleni tukiongea mambo ya chama walikuwa wanasema watatupatia 30 million kila chama ili tuende unajua chama kina officials, kina nini, ili tuende tujaribu
tukapea mawaidha watu kwamba sisi ni vizuri tushikane na Jubilee, vitu aina hiyo, na wakasema kwanza tukubaliane, tuandikiane, lakini mwisho hizo pesa hazikutoka, na kama zilitoka kuna watu walitufinya hapo, sijui, siwezi sema ni nani, lakini Waswahili wanasema maji ambayo yamemwagika hayawezi kuzoeleka tena. Hiyo tu mambo hiyo tumesahau. Mimi nilikuwa naongea juu ya President Uhuru Kenyatta wakati wameunda serikali, tumemaliza karibu miaka 2. Lakini juzi walitupatia appointment. Nashukuru. Sasa mimi ni director wa Stanavi Waterworks Agency. Kwa hivyo sasa tuna fursa ya sijui kama aliona hii damu yangu akasema akuelekeze upande wa maji. Akasema tunaweza mambo ya maji kwa sababu mimi ndio nimejichimbia hii natinga yangu na ina maji mingi sana na haishangi kabisa. Kwa hivyo sasa tutafanyia wananchi kazi, tuko hapo. Tulikuwa tunatarajia tutapata kazi kama Kalembe ajui Kizungu, labda nitapewa Tanzania ambassador. Wewe ndio ongea Kiswahili huko. Nilikuwa ambassador wa Kiswahili huko kama Uganda. Lakini sikumaanisha tu kutaka masomo. Kuna wakati nilienda university, lakini nikaendelea, nikaona yale ambao nasomeshwa mengi ni yale ambao mimi najua, mimi nikaacha tena. Mambo gani ya? Nilikuwa nasomea mambo ya business. Nafanya degree ya business. So unaulizwa maswali ati tukienda kwa subject kama accounting documents ni nini, ledger book, mimi nakuanga nayo hapa. Kwanza mimi nilianza kazi ya hoteli 1992 hivi. Nikiwa nimetoka Baisu, nilikuwa nafanya Baisu nikiwa office message. So wakati nilitoka huko nikaja Mbuinzau, nikaanzisha hoteli. Wakati huo kulikuwa na Olympic, ilikuwa inachezewa Barcelona. So kioski yangu nikaita Barcelona Cafe. Lakini ilikuwa 3 in 1. Iko duka, iko butchery na iko hotel. So nilikuwa nasema mtu akija ananunua nyama hapo, anakunywa chai hapo, na ananunua Colgate hapo. So ilikuwa na wateja wengi sana. Na sasa basi tuzungumzie siasa. Ukisema hivyo kwa sababu umekuwa nje kwa miaka michache na nakuona unajihusisha na biashara ya aina mbalimbali. Je, bado una roho ya kujihusisha na siasa? Ama umeona wanasiasa wamekuwa ni watu kukusaliti sana mpaka umesema umeachana na maneno ya siasa? Last general election nilisimama Mavoko. Na nikapata 22,000 votes. Na ilikuwa ninasimama na Jubilee. Najua Jubilee haikuwa saa hiyo inatakikana sio wakati huo wa handshake. Lakini sasa nasimama tena Mavoko kwa sababu Mavoko ndio nafanyia biashara Mlolongo. Na ninaishi sio Kimau. Kwa hivyo bado niko kwa siasa. Mrengo gani? Kwa sababu sasa Jubilee imechanganya watu. Ama tuseme siasa za saa hizi zimechanganya watu. Siasa za 2022 hakuna mtu anaweza kusema zinaelekea wapi. Kwa sababu kuna mambo ya referendum, ujui wa Kenya watasema nini. So nadhani watu wakipiga siasa, unaweza piga siasa ati unaitisha urais, unazunguka, lakini mwishowe kusikue na kiti ya urais. Labda kukue prime minister, kukue nini, kitu ina hiyo. Tuzungumzie chama cha Jubilee. Kuna migogoro bila shaka, kuna kuzozana, kuna migawanyiko katika chama cha Jubilee. Je, kwa mtazamo wako, chama cha Jubilee kinasambaratika? In fact, nikiulizwa vile president amesema, watu wangejishughulisha sana na mambo ya kusaidia wananchi. Manake it is too early. Kwa siasa 2 days, 3 days watu wana make decision. Hata ukijipendekeza kwa watu ufanye nini, mimi sioni. But na tena 2022 kutakuwa na siasa tofauti na ile ilikuwa kwa sababu kuna governors watasimama viti za urais. Governor Songo nasikia atasimama, Mutua atasimama, Kibwana naye anasema atasimama, ni Ukambani. Sasa kama Ukambani kutakuwa na magavana 3 wanasimama. Unaona sasa hiyo ni mfano mmoja na kuopea magavana 3 kutoka Ukambani wakisimama. Je, kaunti zile zingine tuko na 47. Ni wangapi? Na unajua pia kwa maoni yangu magovernors wa kigangi pamoja wanaweza leta kivumbi kingine. So hiyo ni jambo moja. Kwa hivyo saa hii siwezi tafsiri ati ni nini kutakuwa. Ile kitu najua ni mimi, Mungu akitujalia tutasimama kiti ya Mavoko tena. Kwa sababu sina pepa. Ningekuwa na pepa mimi ningesimama governor. Kwa sababu mimi naweza fanya kazi kuliko magavana mimi naona. Mheshimiwa, bado uko na muda. Surudi shule tu umalizie alafu upate pepa. Shule sitaki kujidanganya karibu wakati wangu. Shule
naweza rudi, lakini sina nafasi. Tusidanganyane, sina nafasi. Na tena nikwambie jambo moja, ile kitu watu wanasomea, ikiwa sisi tunaweza fanya vitu kama hizi, na ile kazi nilifanya yote Kibwezi, unataka nisome nini ndio nikuwe ni? Kama wewe ni kiongozi, kazi yako sio kwenda kuchimba maji. Kama wewe ni engineer na wewe umechaguliwa, kuna ma-engineers watafanya hiyo kazi. Hata hizi ni ma-engineer wamekuja kupima, so kazi yangu ilikuwa ni kuchimba, na sio mimi nachimba naendesha. Kuna ule anafanya hiyo kazi. Kwa hivyo as a leader, kazi yetu ni kupeana policy. Ni nini wananchi wanasema ifanyike hivi, na ni kutafuta wale ambao wanafaa kufanya. Mimi hakuna kitu siwezi simama hata kama urais. But Kenya ilikuwa ndio ya kwanza hata kuweka hiyo sheria duniani, sijasikia. Mheshimiwa, tuzungumzie siasa za Ukambani. Kuna wakati ambapo gavana Kivutha Kibwana, gavana wa Kitui Charity Ngilu na vile gavana wa hapa Machakos walionekana kumpinga Kalonzo Musyoka, wakimkosoa wakisema kwa miaka hii yote ambayo amekuwa kiongozi wao hajawasaidia wakazi wa huko. Maoni yako? Maoni yangu, wao ni magavana. Kalonzo wako kuwa gavana. Wao wasai wana docket zao. Wanasimamia, wao ndio CEO wa counties. Waache kutupigia hizo makelele, wafanye kazi tuone. Mimi kuna wakati nilikuwa chairman wa Makueni County Council, na hiyo assembly walichoma, mimi ndio nilijenga. Na nilikuwa najenga na hii pesa inaokotwa sokoni, hatukuwa tunapewa pesa kwa serikali. Pesa kidogo ilikuja ni ile ilikuwa inaitwa Latif. Na tulifanyia kazi. Mimi naweza onyeshana chenye nilifanya, nilikuwa chairman wa Makueni County Council. So hata hii ndio sababu nilikuwa nakwambia mambo ya ati mtu amesoma zaidi. Unaweza soma zaidi na usifanye chochote. Ulionekana ama ulisemekana ama ulikuwa mkosoaji mkubwa sana wa Kalonzo Musyoka. Sasa hivi unamtetea, na kwa wakati mmoja hata ukafukuzwa na watu, magari yako yakatupiwa mawe. Uhasama wenu hasa ulitokana na nini? Mbeleni tulikuwa tumekosana na Kalonzo, na nadhani wao labda walinichukulia vibaya. Lakini kwa sababu ya handshake tumekaa chini na gavana Songo, tumesikizana. Sasa Kalonzo ni rafiki yangu. Mbeleni ilikuwa nikiwa na President Kibaki, alinipea mashamba ya watu yangu. So wakati alisimama kama rais, kweli kumwacha nikaona ni ngumu sana. Kwa sababu mimi sipendi kudanganya. Mimi nikiamua kusema mimi niko na wewe, nitakuwa na wewe. Na mimi nilikuwa naona Kibaki amenifanyia mambo mengi. Kwanza hii daraja, inaitwa daraja ya kuvuka ya Kibwezi. Hii ya kwenda Kitui ilikuwa imesombwa na El Nino. Na nikaenda nikamwambia Kibaki, nikamwambia kama president nisaidie hii daraja, watu wakivuka wanavukishwa na hii tumashua kama huko. Aliniambia hiyo kitu itafanyika. In fact alipewa 500 million na Japan. Ilikuwa ni grant. Wakakuja akaomba, akakuja anajengea. So nikamueleza vile mahali nikiwa chairman, kuna mahali kunaitwa Mbuvo. Tulikuwa navuka naenda na kuchukua gari pande ile nyingine. Ambia hiyo barabara atusaidie. Na akaniwekea lami. So mimi ningekuwa niache Kibaki niende wapi? Unasemekana kwa mtetezi wa maskota ama mtoto wa skota. Jina hili lilitoa wapi? Nilizaliwa Uganda. Mahali kunaitwa Kamwenge. Ndio tulikuwa naishi. Alafu nikazaliwa hospitali inaitwa Kalembe Hospital. Mahali kulikuwa unachimbwa kopa. Kulikuwa hospitali kubwa hapo. So generally mimi nilisomea Uganda mpaka standard 5. Hata wakati Museveni alikuwa hapa juzi, silienda kumchukua SGR Mombasa na tukakuja na yeye. Baada akaambia president, huyu Kalembe anaongea lugha yangu. So jina hata Kalembe ilikuwa ni nickname. Kwa sababu nilikuwa kadogo, so nikaitwa Ka, na hiyo ilikuwa ni Kilembe. So wakati wa Amin akapigana na Nyerere, mama akasema hawezi kaa Uganda tena. Tukahama. Tukahama tukakuja, sasa tukakuta hatuna shamba. That's how nilijikuta nikiwa mtoto wa squatter. Baba yangu saa hana shamba. Ndio sababu naona nilikuwa watu wa Kibwezi nikiona wanakambu mahali na wana shamba. Ati mtu anasema pigania watu wapate masomo, pigania watu wapate maji, na muuliza hiyo maji ndio uje kunywa au kupikia, utapikia wapi bila mahali ya kuishi? Kwa sababu shamba ni uhai, na shamba ni maji, shamba ni chakula, yani shamba ni kila kitu. Tuzungumzie chama cha TIP. Mbona ulikianzisha? Wakati mmoja hata ikasemekana kwamba ofisi ya chama ni kwenye gari, lakini kuna wakati ambapo watu walikuwa na nyimwa nomination, uliwasaidia sana. Ni nini ili kusukuma? Kwanza tukubaliane. Kuna wakati chama kupata nomination ilikuwa ni unalipa 500,000. Wakati huo watu hata Ukambani walikuwa hawezi afford kulipa 300 ya chama. So nikajiuliza kwa nini
watu wadogo wanataka kuingia siasa kama mimi. Kwa sababu mimi kama Kalembe Ndile ningeitishwa 300 singekuwa mbunge. So nikaunda chama ya kuokoa wale ambao hawajiwezi. Na chama yangu ilikuwa nalipisha 10,000 tu. Saa nyingine ukinililia nakupa hata na 5,000 hata saa nyingine bure. Nimepea watu nomination wengi sana. Kwa hiyo chama ilikuwa nafikiria ni ya maskini. Mwenye anataka kusimama na ni maskini, wacha nimsaidie. Bado iko chama tuliweka Jubilee wakaturusha. Unajutia? Na ndio unajuta? In fact watu wafikiri hawaoni kwa nini Jubilee inasabatika. Nikiuliza kama Kalembe Ndile nasema ni kwa sababu walitudhulumu. Na haitakuwa kabisa. Ukiona watu unakumbuka hata wakati ulienda Kasarani day 1. Unakumbuka tukisema Harambee walisema nini? Pesa. Harambee pesa. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu fulani walikuwa wamekula pesa yao. Tulikuwa tumeambiwa delegate tukilete watawekewa pesa kwa simu. So from day 1 unaona kitu ambao itavunjika unaiona tu. Day 1 ukianza wakora ya atileteni masimu yenu tuwaweke. Na kuna wengi hawakupata hizo pesa. Ni nani walikula hiyo pesa? Na President Uhuru alikuwa ametoa. Kwa hivyo naona ufisadi ulianza kwa hiyo chama. Ni kisa kipi ambacho hautawahi kisahau katika maisha yako kama mwanasiasa? Bila shaka bila mwanasiasa ana story yake. Wewe ukiangalia nyuma katika safari yako, kiwe kizuri au kibaya? Ni ile kukimbia nilikimbia mwingi. Siku hiyo karibu wanibalize. Na unajua watu wengi hawajui kwa nini nilikimbia. Wakati huo nilikuwa na askari 5. Nikienda mwingi kwa sababu niliambiwa kuna shida. Then nina askari ambao walikuwa ni Masai. Nikasikia hapa nyuma akilia, nikamuuliza iko nini? Akaniambia ameshikwa na mori. Kwa nini? Anasema sasa unajua hapa tutakufa sisi wote. Kwa sababu hao vile watu wameadvance na wamechukua viti wanipige, hawezi kubali nipigwe, atapiga mtu risasi. Then nikamuuliza sasa ukipiga mtu risasi na hawa ni watu wengi na sisi tuko wadogo itakuwaje? Akaniambia risasi ya kwanza boss itaingia kwa Kalonzo. Nikamuuliza aje? Akaniambia kwa sababu yeye ndiye amesababisha hii fujo. So ndio niliinuka kwa sababu sikutaka hii mtu akufe mbele yangu ama nini. Imagine sasa Kalonzo angeuawa. Tungekuwa wapi sisi wote? Tungewana ovyo ovyo kama kitu kingine. So mimi nikaongea na Musila. Nikamwambia hapa si kuzuri vile mnafikiria. Tutauana. So ambia Kalonzo hii mambo ya vijana aache. Ukiangalia vizuri kwa runinga nilienda nikaambia Kalonzo ndugu yangu hapa tutauana na si vizuri, hebu lazima hii mambo ya vita yako. Akaniambia Kalembe leo jiokoe. So nikaona bado nikiwa nitakuwa mang'aa kwa roho yangu lakini watu watakufa. So kukimbia yangu ni kwa sababu pia niliona watu wananifuata. Wengine wanatupa mawe. Hata kuna mawe inatupangwa mpaka kwa lami inashtuka inatoa moto. So hiyo ingenishika kichwa ningeenda wapi? So hiyo ndio kitu naonanga ilikuwa scenario ambayo si mzuri. Manake Kalonzo alikuwa na fursa ya kuambia vijana wake hapana. Huyu ni Kalembe ni kiongozi. Hata nieli waseme nisiongee. Na tulikuwa tumekubaliana leo tusiongee siasa. Kwa sababu ilikuwa cultural day ya Wakamba. Na unakumbuka mimi nilikuwa kwa Ministry of Tourism and Wildlife. In fact in charge of wildlife. Na nilienda pale ili tulikubaliana kwa ministry. But ili ya mzungu kuja kuona wanyama. Pia culture ni muhimu. Haona vile Masai wanaishi, vile Wakamba waliishi. Kwa hivyo nilikuwa naenda encourage yao mambo ya culture inaweza kuwa tunaanzisha tourism, cultural tourism. Mheshimiwa, tuzungumzie ufisadi. DPP, EACC, DCI, Rais Uhuru Kenyatta akiongoza vita dhidi ya ufisadi humu nchini. Kuna baadhi ambao wanasema wanalengwa, wanasema wanawalenga kuhusiana na jamii yao na mirengo ya kisiasa. Kwa mtazamo wao hii vita dhidi ya ufisadi inaendeshwa kwa njia ambayo inapaswa hivyo ama una pendekezo tofauti? Kuna kitu nikiona kwa runinga wabunge kutoka Rift Valley wakijitetea, hapana mnatulenga. Sasa naanza kujiuliza kwani nyinyi ni wafisadi? Unajua mkianza kujishuku, unajua wakati nikiwa mdogo mama anauliza ni nani alikula sukari? Unasikia mwingine akisema si mimi. Sasa mama alikuwa anaanza na huyo. Kama ni mwizi na sisi sote hatutaki wizi ni nini? Ni nini hiyo ni mbaya. In fact mimi ningeulizwa huyo wizi, hata hiyo wizi wa ng'ombe inafanya watu wakufe. Unasikia sasa hii kuna mambo ya ati wapokonywe mabunduki wasipokonywe. Hiyo kacha si mzuri. Hiyo kacha watu waende shule wasome,
na wafanye kazi nyingine. Tukimalizia, kauli za mwisho, ushauri kwa viongozi na vile Wakenya kwa jumla. Kauli yangu ya mwisho, I think kuna mahali tunataka kwanza, youth ndio wana shida sana, youth. Na mimi nafikiria youth, unaona vile wanauana, ati walikuwa na rafiki, kamsichana kako rafiki na kakijana kana, unajua hii visa university watoto wameuana wengi sana, wengine kujinyonga. Nataka kuambia sisi wengine kama mimi, ni vizuri tuwaambie tumechukua kwa hiyo maisha hii ya urafiki na tusichana nini, na labda ile msichana nilikuwa rafiki naye sio ule nilioa mwingine. So hiyo mambo ya kujiua, kujinyonga kwa sababu ya nini, na watu wasizoee kutafutiwa kazi pia. Mimi si kutafutiwa kazi na mama, lakini sasa hii naonanga mtu ati mtoto wa university analetwa na mama. Alafu Wakenya wafikirie mambo ya shule, hata kama ni mambo ya boarding. Nadhani hapo ndio wanakosea, tunakosea kama Wakenya. Aidha tutafute njia watoto watoke kwetu shule, waende kusomea wapi? Waende wakisoma wakiwa nyumbani, ili mama anawaangalia msichana umetoka. Lakini unajua mahali wanafungiwa, wanakuwa ni kama kuna vitu mingi wanakosa. Sasa mtoto ana uhusiano na wazazi vizuri, kwa sababu ile kitabia naona Kenya na watoto wetu, mimi nikifikiria sana ni hiyo. Kwa sababu mama, tulikuwa na mama na alikuwa anatuchapa. Mimi nikisomea shule huko Kamwenge Primary Uganda, nilikuwa nakatiwa kashamba kidogo, inaitwa matambia, na mama anani steps. Anaambia bila hiyo uende shule, na lazima ulime uende shule. So ile kitu ilinisaidia mimi, nilikuwa na bidii sana. Nilikuwa nikitoka shule nalima, kwa sababu nilijua mama anatupimia ngapi. Ambia mama, mimi ndalima zangu niwe niko mbele. Kwa hivyo siku nyingine nikiwa nimechoka, naamka mapema nakimbia shule, kwa sababu nimelima sehemu kubwa kuliko ile naweza kulima mara 3. So mama ndio namdai. Asante sana mheshimiwa, tunashukuru sana kwa muda wako. Bila shaka mashabiki wako na vile wapiga kura wako umetuambia kwamba utataka kurudi Mavoko. Wamekuona na wamekungoja kuona ni nini utawafanyia. Tunashukuru sana kwa kuweza kuzungumza nasi, na kila laheri kwa kila unachokifanya mheshimiwa. Asante. Asante sana. Karibu tena. Asante. Tukuchinjie bata. Mimi nataka ile kubwa. Ama kanga. Kanga. Ama hii mbuni. Si ya kawaida. Hapana, hiyo acha ishi. Unajua hii ni watoto hii. Najua, lakini hiyo acha ishi. Sawa. Wewe umesema hata hutaki kugonga paka. Na mtazamaji vile shukrani sana kwa kuweza kujumuika nasi kwenye makala ya Wako Wapi awamu hii, tukiwa katika kaunti ya Machakos. Bila shaka mheshimiwa Kalembe Ndile ambaye ni mbunge wa zamani wa Kibwezi, vile mbunge ama naibu waziri, alikuwa naibu waziri wa utalii na wanyamapori, na vile ni mwanzilishi wa chama cha TIP. Ameweza kutuchekesha sana, ametuambia yuko wapi siku hizi na anafanya nini, na ametuambia kwamba wakazi wa Mavoko yuaja ifikiapo 2022. Tunasema asante sana. Iwapo kuna yeyote ambaye ungependa kumuona kwenye makala haya Wako Wapi, au mwanasiasa, mwimbaji ama mtu ambaye alikuwa maarufu na siku hizi humuoni, wasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter @KTN News, @KTN Kenya au @Mary Kilobi. Ni jukumu letu kuweza kumtafuta. Mimi ni Mary Kilobi Atwoli. Shukran sana. Kwaheri.